kwa bahati mbaya. Number one, katika ulimwengu wa roho hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. So familia yako sio mkusanyiko wa watu wenye damu moja tu, hapana. Ni mfumo wa kiungu au divine system uliokusudiwa na Mungu mwenyewe kupitisha baraka kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. So familia yako haijatokea kwa bahati mbaya. Your family is not a coincidence. Your family is not a coincidence. Your family is not a coincidence. It is spiritually orchestrated. Your family is a spiritual organization. It's divine system. That's why you must love your family. That's why you must honor your family. That's why you must bless your family. That's why you must pray for your family. Lebra kaya mande de biandos paracoses. Lebra kaya mande de bos. So hakuna familia imetokea kwa bahati mbaya. Sio mkusanyiko wa watu wenye damu moja tu. No, it's beyond that. Ni mfumo wa kiungu. Mungu ameutengeneza mfumo unaitwa familia ili aweze kupitisha au kuachilia baraka kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. It's very deep. Now, kila familia ina sauti kwenye ulimwengu wa roho. Kila familia ina sauti kwenye ulimwengu wa roho. Tunavyosema damu ya familia, lebra kayamande de debus, re kayamande de debus pilamandes, lapra kayamande de debiandos porobusa, lebra kaya karoba bababakos, lebra karamande rebush, leba bababakos, keremende de debus. Rakaya mande de debus, pila mande de debiandos, labarabokos, lema kaya mandes. Minapenda. I think this guy, they must not send me message while I'm preaching. Yeah, just they handle them. God bless you, God bless you, God bless you. Nataka ushare link, sharing. So kila familia ina sauti kwenye ulimwengu wa roho. Unavyosikia damu ya ukoo fulani, kwenye ulimwengu wa roho haionekani damu, inaonekana sauti. Kwenye ulimwengu wa roho inaonekana sauti, na ile damu imebeba sauti. Sauti ya familia yako ipo kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ili sauti iwe na nguvu, lazima kila familia ijue namna ya kuifanya sauti yao isizime. Ukiona familia watu hawabarikiwi, maanake sauti ya familia ipo kimya. Kwenye ulimwengu wa roho sauti ya familia imezimishwa. Let me go deeper. Niingie ndani zaidi ili kila mtu anielewe zaidi. Ukisoma kitabu cha Walawi 14 au ukisoma kitabu cha Mwanzo 4 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 9 na 11 na kuendelea, maandiko yanasema palikuwa na watu wawili, mtu mmoja aliitwa Kaini, mwingine aliitwa Abel. I hope you know the story. Kaini alimtolea Mungu sadaka zilizo na unyonge, lakini Abel alimtolea Mungu sadaka za kumaanisha. At the end of the day, to make story short, kwamba Kaini akamuua Abel. Mstari wa 9, Mungu aliposhuka akamwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako? Kaini akamjibu Mungu, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Akaambia hivi, sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi iliyofungua kinywa na kummeza. Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia
kutoka kwenye ardhi iliyofungua kinywa kumeza ndugu yako. So sauti ya damu ya Abel inalia kutoka kwenye ardhi. So damu ina sauti, damu ina sauti. Kuna damu inayolia, kuna damu inayoongea, kuna damu iliyozimishwa, kuna damu inayonena. Maandiko yanasema na Yesu Kristo mjumbe wa agano jipya na damu damu ya kunyunyiza inenayo mema. So kuna damu ya Yesu inanena mema. So sauti ya damu ya Yesu inanena mema. Sauti ya damu ya Abel ilikuwa inanena kisasi. So kila familia, kwa sababu familia yako ina damu, familia yako ina sauti kwenye ulimwengu wa roho. Familia yako ina sauti kwenye ulimwengu wa roho, na kama familia yako ina sauti kwenye ulimwengu wa roho, lengo la sauti ya familia yako ilikuwa ni kunena baraka au kunena baraka iliyoruhusiwa na Mungu katika mfumo wa kiungu, kurithisha mibaraka kutoka kizazi mpaka kizazi. Lebrakaya mande de biandos razuzu paramande. Mungu ambariki kila anayeshare link. So lengo la mibaraka ya familia, lengo la familia yako ina sauti. Ndio maana watu wa rohoni kama Ibrahim walijenga madhabahu. Alivyojenga madhabahu kama kichwa cha familia, alijenga madhabahu kwa sababu baraka haiji bila sababu. Sababu baraka haiji bila sababu. Hata kama unafanya kazi za kwa bidii, ni baraka ya familia inaweza isije isije kwa sababu unafanya kazi kwa bidii. Kuna watu wengi wanafanya kazi kwa bidii na bado hawafanikiwi na bado hawana baraka. Kuna watu wana fedha lakini hawana baraka. Unaweza hata ukiwa na fedha lakini kama hauna baraka, unakuwa huna amani, unakuwa ni mtu wa majuto. Maandiko yanasema baraka za Mungu hutajirisha, wala hazichanganyi huzuni nayo. Sasa unapoenda kanisa lolote, nataka nitoe mfano huu. Unapoenda kanisa lolote, kila kanisa lina madhabahu, na ile madhabahu ya kila kanisa imejengwa kwa kiasi fulani cha damu ya Yesu. Nao tunapoongelea madhabahu za familia, baba ama kichwa cha familia akijua namna ya kujenga madhabahu ya familia, nini kinatokea? Baba akijua namna ya kujenga madhabahu ya familia, kinachoenda kutokea ni kwamba sauti ya damu ya familia inaanza kunena mibaraka, inaanza kunena baraka kwenye huyo ukoo. Inaanza kwa sababu damu ndo kitu pekee ambacho ni ringi kati ya ulimwengu wa damu na ulimwengu wa nyama, ulimwengu wa damu na ulimwengu wa roho. Damu is a spiritual liquid, ni kimiminika cha rohoni. Damu ya mtu imebeba nafsi, nafsi yako iko kwenye damu. I don't know if you understand. Ndio maana mtu akiuawa unasikia amemwaga damu, damu imemwagika. So your blood is so powerful. Damu yako ina nguvu kuliko unavyofikiria. Na familia yako ama mfumo, damu ya familia yako ni system ya kimungu ambayo Mungu ameleta au Mungu ameiridhia au Mungu ameishusha ili kuhakikisha mibaraka ya familia inashuka juu ya maisha yako. Sijui kama naongea na mtu jioni ya leo, na kila unayenisikia Bwana akakuguse kwa staili ya pekee usiku wa leo. Reka ya mande de biando robosh palamande rasoso paramande de biandos lakrakaya mande de bos. Now, katika ulimwengu wa roho nimekuambia, kama unafuatilia, kila familia ina sauti, ina sauti katika ulimwengu wa roho. Swali la kujiuliza, sauti ya familia yako iko hai? Sauti ya damu ya familia yako iko hai? Kuna familia ambazo sauti za kipepo, sauti za giza zilizopitishwa na mababu katika ulimwengu wa roho
zimezima mibaraka ya familia. Let me tell you, jioni ya leo kuna sauti ya heshima inaenda kutokea uh, kwenye familia yako. Nimekuambia baraka haiji kwa sababu mnafanya kazi kwa bidii peke yake, inakuja kwa sababu sauti ya familia inazungumza mema juu ya watoto wako, inazungumza mema juu ya uzazi wako, inazungumza mema juu ya kila mwana familia, inazungumza baraka ili mibaraka ya familia ianze kutembea. I wish somebody could get this revelation. Napenda mtu mmoja apate ufunuo usiku wa leo. Libra kaya mande de debos pila mande de bianda la bababakos pila mande shpila anta altrakasos. You are predestinated. Wewe uliumbwa. Kuna tofauti kati ya uumbaji kwa Kiingereza nasema creation and formation. Creation and formation. Maka ya mande de bianda la bababakos. Libra kaya mande de biandas. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Creation, hapo mwanzo Mungu aliumba. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura. Let us create a man. Tumfanye mtu, tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Lakini kitabu cha Mwanzo 2, Mwanzo 1 Mungu akasema na tumfanye mtu. Maana Mungu anaumba. Lakini kitabu cha Mwanzo 2 anasema Mungu akamfanya Adam, and God formed Adam from the dust of the ground. So there's a difference between creation and formation. Creation is orchestrated in the realm of the spirit, and formation is the manifestation of what has been created in the realm of the spirit. Uumbaji unafanyika katika ulimwengu wa roho. Yaani Mungu alivyosema na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Tumfanye mtu kwa sura. Let us create a man in our own image and our likeness. That was spiritual. Hiyo ilikuwa ni rohoni. Mungu ni roho, na pale alimtengeneza Adam na Eva wote rohoni. Ndio maana kitabu cha Mwanzo 2 anasema si vyema mtu awe peke yake. So anavyosema Mwanzo 1 mstari 26 na 27, na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kitambaacho katika nchi. Maana yake nini? Maana yake Adam na Eva, familia yake yote ilitengenezwa kwenye Mwanzo 1 mstari wa 27, chapter ya kwanza. Lakini chapter ya pili, ule sio uumbaji, ule ni kuzaliwa. Tuseme Adam, sasa binadamu wa kwanza ambaye ni Adam hawezi kuzaliwa kutoka kwenye nini? Hawakuzaliwa kutoka kwa mwanamke, alitengenezwa. It's a formation ambao pale anavyotengeneza kutoka kwenye mavumbi au katika udongo ni sawasawa na wewe ulivyokuwa unatengenezwa ukiwa tumboni mwa mama yako. Ndio process ya wewe kutolewa kwenye udongo. I don't know if you understand. Na unavyotoka tumboni kwa mama yako ni sawasawa na Adam na Adam alivyotoka udongoni. Wakati udongo ni mama yako, unatengenezwa, unafinyangwa kwa miezi 9, then unatoka. So wakati Adam, Mungu anasema alivyotoka Adam, anasema and God formed Adam from the dust of the ground. Na anasema before I formed you in your mother, anamwambia Yeremia, kabla sija kutengeneza kwenye tumbo la mama yako nalikujua. Before I formed you, kabla sija kutengeneza kwenye tumbo la mama yako. So uumbaji unafanyika kwenye ulimwengu wa roho, lakini utengenezaji au formation inafanyika kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Now, unaona familia ya Adam ilitengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Alivyozaliwa Adam kutoka kwenye mavumbi ya udongo, Mungu anasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Anamfanyia msaidizi ambaye katika kitabu cha Mwanzo 1 anasema Mungu akamfanya mtu mke na mtu mume akamwita Adam. Eva na Adam wote wameumbwa kwenye Mwanzo 1. Lakini Mwanzo 2 Mungu anasema si vyema Adam awe peke yake. Maana yake waliumbwa rohoni. Ilitengenezwa sauti ya familia yao rohoni. Alafu kwenye Mwanzo 2 ule mfumo wa kimungu wa baraka unaoitwa familia ndio unaanza kutengenezwa. Sawa na wewe, familia yako ilitengenezwa rohoni. Ilitengenezwa kabla hujaja duniani. I wish
You are hearing me? Lebra kaya mande de biandos pala mande. Kuna watu Mungu anaifanya upya familia yako siku ya leo. Bwana anaenda kuifanya upya familia yako siku ya leo. No matter what, hauko kwenye familia ulioko kwa bahati mbaya. Hauko kwenye familia ulioko kwa bahati mbaya. Kuna namna sauti ya familia imezima, ndio maana mibaraka ya ndoa haionekani, mibaraka ya fedha haionekani, mibaraka ya huduma haionekani. Kuna mibaraka imekosekana, kwa sababu Mungu alivyoitengeneza hii familia ya kwanza. Let me show you. Ngoja nikuoneshe kwenye Mwanzo moja, nisongelee mate wakati wino upo. Let me open. Ngoja nifungue Biblia yangu hapa, Mwanzo moja. Uone Mungu alichokifanya. Mungu, mstari 26, asa Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambacho. Cha kwanza anapewa mandate. Mstari 27 anasema Mungu akaumba, God created, mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Mstari 28 aliwaumba mwanamke na mwanaume wote, Adam na Eva. Mstari 28 anasema akawabariki, rohoni huko akawabariki, manake aliachilia mibaraka ya familia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Manake familia ya Adam inabeba sauti ya baraka, sauti ya kuzaa na kuongezeka, sauti ya kuitisha nchi, ya kutawala samaki wa baharini, ndege wa angani, kiumbe chote chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo vyakula vyenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na kila ndege wa angani ni kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. I don't know. So familia ya Adam na Eva imeumbwa, inapewa sauti ya mibaraka, inabarikiwa. Pap. Mungu akawabariki, inapewa sauti ya baraka, nendeni mkazae, muongezeke, tawala ndege wa angani. Ndicho kilichotokea kati familia yako inatengenezwa. Alianzisha hiyo familia yako, Mungu aliitamkia baraka, roho yake akaitamkia baraka, na ile baraka ikawa kama sauti, na ile sauti ikakaa kwenye damu, kwamba zaeni mkaongezeke. Mungu akaibariki, maanake akaachilia mbaraka wa familia, akasema enenda ukawe dokta, ukalime, ukafanye 1 2 3, ukawe ABCDEFG, then damu yako ikabeba mbaraka wa familia. Lebrakaya mande de biando robospila mande de biata. Shida ni kwamba wanafamilia hawaijui sauti ya familia yao ambayo inatembea na hatima au imebeba mibaraka ya familia. Mungu alivyotaka kuibariki familia ya Yakobo, alimwita akawaambia Yakobo, listen, kitabu cha Mwanzo 49 akasema, kusanyikeni enyi watoto wa Israeli, watoto wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Kumbuka, Israeli anawakilisha baba yao aliyewazaa katika mwili, lakini baraka hazito I'm sorry. Kitabu cha Mwanzo 49 nataka nisome kwa umakini zaidi. Anaongea mstari wa kwanza, asema hivi, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo. Wana walikuwa wa Yakobo, msikilizeni. So Yakobo alikuwa ni baba aliyewazaa katika mwili, baba aliyewaleta duniani, lakini Israel alikuwa ni baba wa kiroho, prophet, nabii ndani ya Yakobo. So kwa lugha nyingine, baraka haikutoka kwa baba Yakobo, baraka ilitoka kwa baba Israel.
So Yakobo alikuwa mzazi aliyewazaa katika mwili, lakini Israeli ni baba wa kiroho, spiritual family. Kila baba kospelemende lekra kasos pelemende. Kwa nini huijui sauti iliyobeba mibaraka ya familia yako? Azuzu paramande de debianta la kaspelemende lepra kayamande de debianos reka kakos lepra kayamande de debiana. Sasa lazima uanze kuelewa misingi, usizalau misingi na mamlaka iliyowekwa na Mungu ndani ya kila familia, kwa sababu mibaraka ya familia inategemea heshima. Kwa lazima uwaheshimu. Ndio maana Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili upate heri na miaka mingi hapo, wale wazazi waliokuzaa. Lakini anasema honor your parent in the Lord, waheshimu pia wazazi wako katika Bwana. Kwa nini wazazi wako katika Bwana? Una wazazi wa aina mbili? No, una wazazi wa aina mbili, yani kuna figa ya mwilini na kuna figa ya rohoni. Sisemi uache familia yako ya mwilini, maanake ile nimebeba damu yako, lakini familia yako ya mwilini lakini kutana na familia yako ya roho. Your spiritual mantle has to meet your biological mantle. Neema inayotembea na sauti ya familia alikotoka baba yako, kama bado haijakutana na neema, yani kama Israel asingetokea ndani ya Yakobo, ni vile tu Israel lepra kaya mande de debiandos palamande japra kaya mando dodobus lipra kaya mandos pilamande. Usiku wa leo Mungu akafanya jambo jipya, familia yako itembea na mibaraka. Lepra kaya mande de debiandos pilamande de debian. Anasema, ndarudia tena hapo, ni pagumu kuelewa ili mtu anielewe vizuri. Lebraka anasema, kusanyikeni enyi watoto wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. So wana ni wa Yakobo, lakini baba ni Israeli. So kwa lugha nyingine, baba wa kiroho, a spiritual man, kwa sababu Israeli ndio alikuwa ambeba prophecy, ambeba unabii, ambeba sauti. Mungu anavyoshuka akaambia Yakobo, hautaitwa Yakobo tena, utaitwa Israel, baki utaitwa taifa. So unabii wa familia ya Yakobo ulikuwa ndani ya mtu anaitwa Israel, a spiritual man, na Israel akatabiri. Na Israeli ambayo ni taifa mpaka leo, ina maana ni familia ya kiroho. Familia yao ile ya mwilini ilishakufa, ila familia ya roho ni mpaka leo bado ipo. So ndo maana baraka za Israeli, ndo angalia mpaka kesho Israeli imebarikiwa. Anasema nitambariki atakayebariki Israel, nitamlani atakayelani Israel. These people are walking with a family blessings. That was a family blessings za mtu mmoja ambaye alijua kucheza na mibaraka ya familia. So katika wiki hii ambayo inaanza weekend hii mpaka weekend inayokuja, ni wiki ya mibaraka ya familia. Bwana amenituma niombe na wewe, ni kuguide hatua kwa hatua ambayo tutaenda kuiona mibaraka ya familia. Tutaenda kuamsha sauti ya familia yako. Yamkini mababu zako waliamsha sauti zingine, ziliamka sauti zingine, na hizo sauti zilizoamka zimeamka sauti za laana, sauti za mauti, sauti za watu kujiua, the voice of suicide, while people are committing suicide, depression, sauti za madeni, sauti za mauti, sauti za kudharaulika, vitu haviendi, nothing is moving in your life, vitu vimestack. Ziko sauti zinadeviatisha au zinapindisha hatima yako. Ni wakati sasa kuziua hizo sauti. Lebra kaya mande de debiandos rakaya mande de debiandos razuzu paramande de debiandos rakaya mande de debiandas rekaya mande de debiandos. Jioni ya leo neema ya Mungu ikutengeneze kwa jina la Yesu. Nasema neema ya Mungu ikutengeneze kwa jina la Yesu. Hear this and hear me in the Holy Ghost. Ibrahim
alifuata agizo la uzazi, na kulikuwa kuna the order of generation, yaani kuwa kuna mpangilio wa vizazi, Ibrahim, Isaka, Yakobo kwa lugha nyingine. Na ndio maana unaona hata Mungu anashuka anajitambulisha, mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. This time itakiwa Mungu ashuke ajitambulishe kwako kama mimi ni Mungu wa babako, ajitambulishe kwenye ndoto, kwenye maono, ajitambulishe mimi ni Mungu wa marehemu baba yako, mimi ni Mungu wa babako, akajitambulisha kwa Mungu wa babu yako. Kwa nini ajitambulishe? Kwa sababu waliotangulia hawakuijua sauti ya Mungu au sauti ya Mungu inayotembea na familia yao. Hawakuijua. Na kwa sababu hawakuijua, waliishia wazazi wako, ndugu zako, babu zako, wengine walienda wakaamsha sauti zingine za mizimu. Ndio maana siku hizi unasikia mizimu inakufuata. Kuna watu wanaamini mizimu kuliko Roho Mtakatifu. Kuna watu wanaamini giza kuliko nuru. Kuna watu wanaamini vitu negative kuliko vitu positive. Kuna watu wanaamini mabaya zaidi kuliko mazuri. Na kumbuka, kile unachoamini ndicho kinachokupata. Kile unachoamini ndicho kinachokupata. Kile unachoamini ndicho kinachokupata. Sasa nikurudishe nyuma kidogo. Nimekuambia unaweza ukawa una fedha, mnaweza mkawa mmeolewa, mnaweza mkawa mna kila kitu, lakini familia yenu haina mibaraka. Ishara ya kwanza familia imekosa baraka ni kwamba watu wanakuwa hawana amani, au mna vitu lakini hivyo vitu vinaleta majuto. Anasema baraka ya Mungu hutajirisha wala haichanganyi majuto. Kumbe utajiri sio baraka, bali baraka ndio utajirisha. Na baraka, ukiwa kuna mibaraka ya Mungu, hiyo mibaraka ikikupa kitu, kile kitu kinakuwa hakiji na majuto. Inaweza kujuta, kwa nini nimeolewa? Kwa nini nimezaa? Ukaanza kujuta, ningejua nisingeolewa, ningefanya hivi. Maana hicho kitu ulikosa mibaraka ya familia. The moment you are beginning to regret, unaanza kujuta, mbona hivi? Mbona hivi? Ni ishara ya kwamba ulikosa mibaraka ya familia, na hicho kitu sio baraka. Unajuta kwa nini unafanya hiyo kazi. Unajuta kwa nini unafanya hiyo kazi. Unajuta kwa nini kwa nini na watoto. Unajuta kwa nini umeajiriwa. Unajuta kwa nini uko kwenye mahusiano. Unajuta kwa nini umeoa. Unajuta kwa nini umeolewa. Unajuta, you are regretting. Why are you regretting? Unajuta kwa sababu ulichokipata sio zao la baraka. Umekipata kwa namna ya human efforts. Ndio maana nilifundisha siku moja nikasema, wakati Mungu ameshuka akamwambia Ibrahim, nitolee mwanao wa pekee, give me your only son, ambaye ni nani? Isaka. Lakini sio kwamba Ibrahim alikuwa na mtoto wa pekee Isaka, alikuwa na mtoto mwingine ambaye ni nani? Ishmael. Lakini kwa nini hakumhesabia Ishmael? Ni kwa sababu Ishmael was a man efforts, was representing a man effort, a man's intelligence. Alikuwa anawakilisha kwamba kile kitu umekipata kwa akili yako, kwa nguvu zako. Lakini Isaka was a product of grace. Isaka alikuwa ni zao la neema, zao la baraka ya Mungu aliye hai. Wote ni watoto, lakini Mungu hahesabii kile ambacho umekipata kwa akili zako. Ndio maana kuna mtu una vitu vingi, lakini kwa Mungu anahesabia una kitu. Wewe unajiona una ajira, una nini, kwa Mungu anaona una ajira, una chochote. Anaona una, sababu hajakupa bado. By the way, kuna mtu mmoja alikuwa anashuhudia miaka ya nyuma. Nilienda kanisa fulani akawa anashuhudia. Nikamwita pastor, nikamwambia Roho wa Mungu ambaye aache kushuhudia, atalaanika akiendelea kushuhudia. Pastor akaenda akamstopisha. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia naomba nimnongoneze, nisimwambie kama katika namna ya kumwaibisha.
Alivyokuja ikamnong'oneza, akalia, akaanguka chini, watu wote wakashangaa. Nilichomnong'oneza ni nini? Nimwambia hii sio baraka ya Mungu, hii ni nguvu zako mwenyewe. Mungu hajakubariki na hii kazi, sababu interview umeifanyia guest. I don't know if you get the point. Interview umeifanyia guest. Interview umeifanyia guest. Baada ya kufanyia interview guest, umekuja sasa unashuhudia Mungu. Asante Mungu, hajakupa Mungu. Hiyo kazi sio zao la baraka ya Mungu. Hiyo ni zao la akili yako mwenyewe na bidii yako mwenyewe, ambao umemzingua Bwana kwenye kitanda mpaka akakupa kazi. It's a man-made efforts. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuwa na vitu vingi sana, lakini sio baraka ya Mungu. Anasema hivi, baraka za Mungu hutajirisha. Maanake baraka ya Mungu inaweza kusababisha utajiri ukaja. Baraka ya Mungu inaweza kusababisha ndoa ikaja. Baraka ya Mungu inaweza kusababisha ajira ikaja. Baraka ya Mungu inaweza kusababisha biashara ikaja. Baraka ya Mungu inakuwa ni kichocheo cha kusababisha jambo fulani ambayo utafuta kwa muda mrefu likaja mara moja. Leo kwa mamlaka ya Kristo Yesu na kwa neema ya Mungu Baba aliye hai, na kuombea ikiwa ni siku ya kwanza, mibaraka ya familia ikaanze kutembea na wewe. Amina ikiwa kubwa, upokee kwa haraka. Ninatabiri mibaraka ya familia ianze kutembea na wewe. Lekrakasos paramande de debiantas. Rasoso paramande de debiantas. Familia yako ikaanza kutembea na mibaraka ya familia. Huenda 2025 mlitembea na laana za familia. But wow, 2026 I prophesy family blessings. Natabiri mibaraka ya familia ikatembee pamoja na kila kidole kinachoandika amina. Malango ya mibaraka ya familia ikafunguke kwenye ulimwengu wa roho, na sauti ya familia yako ilikuwa imezimishwa ikawe unlocked, ikawe unmuted katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Haujazaliwa bahati mbaya kwa hiyo familia. Haujazaliwa bahati mbaya kwenye hiyo familia. Ribabababa kospelemende de debiandos zivra kaya mande de debiandas rakaya mande de debianda. Leo ni Alhamisi, right? Watu wanaenda kuzishuhudia baraka safari hii isivyokuwa kawaida, especially baraka za familia yao. Baraka ya Mungu huponya. Baraka ya Mungu inainua. Baraka ya Mungu inabariki. Baraka ya Mungu inarejesha vilivyopotea. Baraka ya Mungu inakustahilisha usichostahili. Baraka ya Mungu inakuwa ni kama wingu unatembea nalo juu yako. Libra kaya mande de debiando robos palamande de debiandas. Raka ya mande de debiandas. Dawa ya laana ni baraka. Biblia inasema chemichemi moja haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji baridi au maji matamu. Kadhalika mti mmoja hauwezi mtu mmoja hawezi kutoa laana na baraka kwa wakati mmoja. Ni aidha moja tu, ni aidha utembee na baraka au utembee na laana. Libra kaya mande de debiandos. Usiku wa leo mwambie Yesu, nimechoka. Nataka nione mibaraka ya familia. Mwambie Yesu, nimechoka. I want to see the family blessings. Yesu, nimechoka. Nataka nione baraka ya familia. Nimechoka. I want to see the family blessings. I want to see the family blessings. I want to see the family blessings. Nimechoka. Nimechoka Baba, nimechoka. Nataka nione baraka ya familia. Nataka nione baraka za familia. Nimechoka, nataka nizione baraka za familia. Lebra kaya mande de debianos. Nimechoka, nataka nizione baraka za familia. Once your family is blessed, once you are beginning to walk with the blessings of your family, ukianza kutembea na mibaraka ya familia, unajua kinachotokea?
Cha kwanza, watu wanaanza kukaa kwenye hatima zao, wanaanza kukaa kwenye wito na kusudi ambalo Mungu aliwaitia. They begin to manifest the destiny, their destiny begin to manifest. Unavyokaa kwenye mibaraka ya familia, unaanza kuruhusu kusudi la Mungu la kwako kwenye hiyo familia kutimia, kwa sababu uko kwenye hiyo familia kutimiza kusudi la Mungu la aina fulani. Hauko hapo eti kwa sababu tuwe na ndugu jamaa. No, 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 no. There is a purpose. There's a purpose of God. Kuna kusudi fulani la Mungu. Kila mmoja unanisikia, kuna kusudi fulani la Mungu unatakiwa ulitimize kwenye familia uliozaliwa, kwenye familia uliopo, kwenye familia uliopo. So mkianza kutembea na mibaraka ya familia, my God, oh my God, watu wanaanza kuinuka, watu wanaanza kustawi, things will begin to multiply. Lepra kaya mande de biando robos. I pray in the name of Jesus. Whosoever is activating the blessings of the family tonight, mia baba katautetelekos lezuzu paramande de biando robosa yaza paramande de biando robose kianzo shapara kaya mande de biandos li kaya kakakakaos zebra kaya mande de biantos pilamande. I pray for you and I pray for your family. Lezuzu paramande de debiandos palaka ya noso. Ninakuombea usiku wa leo. May the power of the Holy Spirit begin to activate the blessings in your family. Oh, my little blessings, financial blessings, family blessings, ministry blessings. I speak as a prophet of God. I unlock the blessings of your family. If there is any voice speaking against the blessings of the family, I shut down that voice by the mighty power of the Holy Spirit. Let the blood of Jesus be connected with the blood of your family. Damu ya Yesu Kristo na iunganike na damu ya familia yako, ianze kuamsha baraka ya ukoo, baraka ya familia, sauti ya familia. Maroba sakaya mande de biandos riba baba kata utete de busha razuzu paramande de biandos kelemende de bianta da bakusi ze paradada baya karamande ipra kayamando robos pilamande resasa paramande de biantos pilamandes. Kuna vitu ambavyo viliondoa mibaraka ya familia au vinaondoa baraka za familia. Kwa mfano, kuleta mganga nyumbani, kwenye nyumba ya ukoo, au baba wa familia anavyoenda kuabudu miungu mingine, kufanya ibada za sanamu, kuiondoa miungu mingine, anakuwa amekaribisha laana, tena laana inayotoka kwa Mungu. Hivyo anafunga mibaraka ya familia. Anasema amelaaniwa mtu yoyote yule, amelaaniwa mtu yoyote yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Unavyomfanya mwanadamu mwenzako kuwa kinga yako, unakaribisha nguvu ya uharibifu inaenda kuzima mibaraka ya familia. Unakaribisha laana juu ya familia yako, juu ya familia yako unakaribisha laana. Liba baba kospelemende de debiandos leka yamande de debian. Kama kwenye familia yako kuna vitu vya kimila, kuna vitu vibaya ambavyo mnafanya, kuna traditions ambazo sio nzuri, let me tell you, watu wengi wasiojua neno wanaweza kuambia Mungu ni mmoja. Mungu sio mmoja. Mungu sio mmoja. Eti kwamba uniambia Waislamu wanamwabudu Mungu mmoja na Wakristo wanamwabudu Mungu huyo huyo na wapagana na Wahindu wanamwabudu Mungu huyo huyo. Sisi katika it's the same. Sio sawa. Wale kuna wanamwabudu Mungu wao. So dunia enda kukudanganya, na tuko kwenye dunia ambayo ina corrupt vitu. Unaona ni sawa bwana, uwe Muislam sawa, uwe Mkristo sawa, uwe Buddha, Mungu ni mmoja. It's not like that. Mungu wetu sio Allah.
I don't know if you understand me. Mungu wa Buddha wa Wahindi sio Mungu wetu. So elimu zingine, kumbuka kuna elimu nyingi ambazo unazipokea zinakutenga na Mungu. Kwa mfano, Adam kwenye bustani ya Eden alivyokula tunda, Mungu akamwambia, nani aliyekuambia ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya? Mungu asema mwanadamu huyu amekuwa kama sisi, kujua mema na mabaya, tumtoe kwenye bustani ya Eden. Kumbe kuna kitu kijua kinakutenga na Mungu na kuna kitu kijua kinakuweka karibu na Mungu. Elimu ya Mungu, asababu shike sana elimu, simwache ende zake, maana ndio uzima wao. Elimu ya Mungu aliye hai, Jehova Shama, Erigibo, Elion, Mungu tunayemtumikia, huyu Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, huyu Mungu hatumwabudi kwa yoga. Kuna watu wengine wanafanya yoga, anasema I connect with the inner energy, higher energy. Listen to me, those are not God, those are demons. Hayo ni mapepo. Kwenye Biblia hakuna sehemu inaitwa inner energy, higher energy, sijui yoga, sijui fanya hivi, nyosha miguu yako, kaa hivi, angalia mwezi, fanya hivi. No, mambo ni ya kishirikina, ni miungu mingine, sio Mungu wetu. To be frankly speaking, nikiongea ukweli kabisa kutoka rohoni, naongea ukweli kusaidia wewe ambao unanisikia. Kuna vitu vinaendelea duniani is not godly, sio vitu vya kimungu, lakini vimekaa kama vina sura ya kimungu, but is not God. Mnafanya yoga sijui nini, mnapiga nini, mnakaa mnafanya nini, astral projection sijui nini. Mkristo ana practice yoga, anafanya meditation ya yoga, unaita majini, unakijua, unakiabudu usichokijua. You get my point? Sasa endapo watu wakiendelea kuabudu wasivyovijua, ku practice vitu ambavyo ni vya kipepo, wao wavijui, I connect with the higher energy. Higher energy, what's the higher energy? Higher energy, you are connected with the higher energy from where? Imeandikwa wapi? Unajiunganisha na maloo ambayo sio, unaabudu vitu vingine ambavyo sio. Wengine wanaabudu jua, wengine wanaabudu mwezi, wengine wanaabudu sanamu, the god of the moon. Ukishasoma kwenye Biblia, ukiingia sana utasikia there is a god of the moon, is called Aku. Anaitwa Aku, the god of the moon. There's a god of the sun. Wanaabudu nyota, na nyota ya nge. Imagine. So hivyo vitu sio vya kimungu, ni vya kipepo. It's a demons. Na una provoke mapepo. Chukua mchele, changanya na maji, kaa juani, fanya hivi. No. Sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Haleluya. Tunalitaja usijichanganye. So unavyoanza kuingia kwenye haya mambo na dunia saizi, the more jinsi ambavyo unazidi kwenda, kuna vitu navisikia vinakutenga na Mungu. The more you are listening, kama Adamu alivyomsikiliza tu shetani na Eva wakajitenga, wakajikuta wako nje ya bustani ya Eden. So there's something, if you know it disconnect you from God. Kuna kitu kijua kinakutenga na Mungu na kuna kitu kijua kinakuwa karibu na Mungu. Ni maombi yangu ni maombi yangu upokee neema. Roho Mtakatifu is not allowed. Ni maombi yangu umpokee Mungu katika roho na kweli. That's why tuna Wakristo ambao wana practice ushirikina, na siku hizi ushirikina umekaa kwenye mitandao. Ushirikina unakata kwenye mitandao. Mungu akusaidie sana, akusaidie akusaidie. Biblia imeweka wazi, asema itakuwa katika siku za mwisho watu watajitenga na imani ya kweli, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hiyo unazoona higher energies, you connect with your higher energy, inner energy, yoga, sijui nini. Hizo ndio mafundisho ya mashetani yenyewe, yanakufundisha ukakae juani, utapona, utafanyiwa deliverance kwa sijui kwa nini, sijui utafanya hivi, ukaogee maji ya baharini, ukachanganya na nini, uchukue vitunguu saumu, uangalie sijui mwezi ukikaa hivi ndio utabarikiwa. No, hakuna. Biblia inasema waongozi na viumbe vya angani, unaongoza. Sasa waongozwao na roho, hao ndio wana wa Mungu, not with the things on the sky,
Those things must not lead you. Those are demons. Lebrakayamande dedebiana. Hayo ni mapepo, achana nayo. Unakaribisha laana kwenye familia yako, unazima mibaraka ya familia. Ni ombi langu jioni ya leo, kila unanisikia, baraka ya familia ikaanze kuingia nyumbani kwako. Vitu vingine ambavyo vinazima mibaraka ya familia: ndugu kuua ndugu, suicide, committing suicide, watu kujiua, au ndugu unaua ndugu mwenzio, unamuua mwanafamilia mwenzio. Unazima sauti ya familia ya baraka, unakaribisha laana, unaondoa mibaraka ya familia. Kitu kingine kinachoondoa mibaraka ya familia ni ndugu kulala pamoja. Dada na kaka wanazaa pamoja, wanashiriki tendo la ndoa, dada na kaka, mnaondoa mibaraka. Amelaaniwa afungwaye utupu wa ndugu yake. Unakaribisha laana, mnaondoa mibaraka ya familia. Mama na mwanaye wanalala, baba na binti yake wanalala kama mke na mume. Mnaondoa mibaraka ya familia. It's a curse. Mnaweza mkawa mmelala sirini, lakini katika ulimwengu wa roho there's no secrets. Hakuna siri katika ulimwengu wa roho, hakuna siri katika ulimwengu wa roho. Rezuzu parasos pelemende de debiandos zivarakaya mande de debiandas rakaya mande de debiandas. Hakuna siri katika ulimwengu wa roho, hakuna siri katika ulimwengu wa roho. In the realm of the spirit is no secret. There is no secret. I repeat again, there is no secret in the realm of the spirit. No secret in the realm of the spirit. Nothing you can hide in the realm of the spirit. Hakuna unaweza ficha kwenye ulimwengu wa roho. Baraka ya familia inaondoka vipi? Kama hakuna mwanafamilia ambaye anaweza akasimama akajenga madhabahu ya Mungu kama Ibrahim. Ona, Ibrahim alikuwa ni kichwa cha familia, sio kichwa maneno, sio kichwa maneno, sio kichwa maneno, sio kichwa maneno. Haui baba maneno. Lazima kama baba kuna vitu ufanye. Lebrakaya mande. Mungu akubariki kila unaituma sadaka zako. Ana watu wanatuma sadaka zao, na ambaye bado hujatuma sadaka yako unaweza ukatuma kupitia 0684343008. Mungu akubariki. Anaitwa Regina Amsi, anaitwa Zenis Moto. Mungu abariki sadaka yako. Lecho Mwamwaja, God bless you. Happiness Mafie, Mungu abariki sadaka yako. Fala Jael Boesa, Achim Tambo, Mungu akubariki mwanangu. Huyu anaitwa Teresia, God bless you. Huyu anaitwa Jacqueline, Mungu abariki sadaka yako. Anaitwa niambia umejifunza nini leo. Ni siku ya kwanza kupa introduction, na nikumbuka tupo kwenye wiki ya mibaraka ya familia. Lakini tunaanza rasmi, wiki inaanza rasmi, siku ya weekend, inaanza rasmi siku ya weekend. Tutakuwa na maombi maro, na nitakuwa nikikuchukua kutoka somo moja kwenda somo lingine, na Yesu Kristo mtenda maajabu na miujiza anaenda kujitwalia miujiza, utukufu kwenye familia yako. Mungu anaenda kujitwalia utukufu kwenye familia yako. Mungu akubariki pia. Teddy, God bless you. Anaitwa Filipo, God bless you. Wote wanaotuma sadaka zao, Mungu awabariki sana. Kama kuna kitu utakiwa kucheza nacho, ni habari ya baraka za familia, the family blessings. Ni baraka ya familia. Don't mess up with it please. Usicheze na mibaraka ya familia. Ukiwa ni binti unatoatoa sana mimba, unaondoa mibaraka ya familia, kwa sababu kuna damu itakuwa inalia
huna tofauti na Kaini. Libarakaya mande de viandas. Thank you, Jesus. Lebarakaya mande de bus. Lebrakaya mande de viandas. God bless you. Shilemba, God bless you. God bless you. God bless you. Vicky, God bless you. Anaitwa Dennis. Labda bado hujatuma sadaka yako, unaweza ukatuma 0684343008. Glory Kasamia, God bless you. Kuna mtu unanitazama hapa, sijajua unanitazama YouTube au unanifuatilia kupitia redio. Someone was dying in a family, mysterious. Na niko kwenye maono, ninaona watu wawili kukiwa kuna hali kama ya kupishana au mvutano, na naona mmoja anamsukuma mwingine au anampiga mwingine, then huyu mwingine anaanguka alafu anakufa, na wao walikuwa wanashuhudia hili tukio, yaani ndugu kamuua ndugu in your presence. I see a family member killing another family member. Namwona ndugu yako akimuua mtu mwingine, mbele yako, akimuua mtu mwingine mbele yako, ndugu yako akimuua mtu mwingine mbele yako. Na ile kitu imepita ni miaka mingi, lakini kila ukikumbuka, kuna wakati ile picha inakuja pap, alafu unakosa amani. Roho Mungu hasa nikuombea usiku wa leo, wewe nitumie message wakati kwenye 0684 niambie ndio mimi Prophet, nataka tukupigie simu. Na mtu wa pili, naona mwingine ndugu yako alijinyonga mbele yako. Roho Mungu anasema nikuombee, kwa sababu roho iliyosababisha akajinyonga mbele yako, roho bado iko pale, the spirit is still there. Siku si nyingi na utaenda kujiua. Roho Mungu anataka kusaidia. Leo nitumie message kwenye 0684343008 kama ni wewe, niambie ndo mimi Prophet. Libarakaya mande de biandos palamande rakoya baba kuspila mande lekra zaza palamande de biandos lepra kaya mandos pila mande de biandos rakaya mande de biandas lepra kaya mande de biandas. Sasa mimi nimeshuhudia ndugu yangu akifa mbele yangu akijiua mwenyewe. No, nataka hizi kesi mbili. Kama wewe ni mmoja wapo hizo kesi mbili, just text me now. Iwe ni WhatsApp au kawaida, nitumie message usipige. God bless you Shida. God bless you for your offering. Martha Molel, Mungu abariki sadaka yako. Nitataka huyu mmoja asema ni mimi Prophet, ndugu yangu, nataka unipigie simu sasa hivi. Nipigie kwenye 0684343008. Sikia, nataka nimsikie huyu ambaye ndugu yake amejiua mbele yake, sio mtu mwingine. Nisikize hivyo, usipige kama sio wewe. Ndugu yake amejiua mbele yake, ndugu yake amemuua ndugu yake mbele yake, ndugu yake amemuua ndugu yake mbele yake. Kwa nipigie simu 0684343008. Mwingine ndugu yake amejinyonga mbele yake. Kwa kama ni wewe, just call. Unasema mimi nisaidie Prophet. Okay, nitakusaidia. Amina Prophet. God bless you. Okay, God bless you. God bless you. God bless you.
Leka ya malelele viandas. So unavyokaribisha baraka ya familia, ni wakati wa kuomba rehema, ni wakati wa kumsihi Mungu, ni wakati wa kumlilia Yesu. Lepra kaya mande dede miandos, ni wakati wa kumsikia Mungu katika roho na kweli. Raba baba babakus pela mande dede miandos. Mungu akubariki Alex kwa sadaka yako. Alex Mshami, may the Lord bless you. Godfrey Mumbash, Philippian preacher, God bless you. Daudi Ilomo, Mungu abariki sadaka yako. Aza Malima, God bless you. Unaitwa Martha Don, God bless you. Dickson Nibila, God bless you. Monica Laurent, God bless you. Lebra Kaya Mande Lili Biandos. Ene ngoja nisikie simu kama ni wewe. Hello? Naongea na Jairus Jadi. Wewe ndo umesikia mtu ambaye nataka nimsikie saizi? Sijasikia. Yeah, kama hujasikia usipige. Lepra Kaya Mande de Biandos Palamandes. Wako wewe umetuma message, nilikuwa nataka nikusikia. Okay. I'm going to prophesy to another person. Naenda kutabiri kwa ajili ya mtu mwingine. Wiki hii ya mibaraka ya familia ikawe baraka kwako kwa jina la Yesu. Ikawe baraka. Mungu akubariki Geoffrey kwa sadaka yako. Mungu akubariki. Hasa ananifungua. Okay. Nafikiri pia network inasema anajaribu kupata network hapa. Anyway, na mimi najaribu kumpigia na kata. God bless you. Kama umejifunza, Mungu akubariki sana. Kesho itakuwa ni siku ya pili ya mibaraka ya familia, na yaseme tu kama uko Arusha, uko Kilimanjaro, uko Babati, uko Manyara, Jumamosi hii ibada hii ya mibaraka ya familia itakuwa inafanyika pale ukumbi wa Metropol. Itakuwa inafanyika ukumbi wa Metropol na Bishop Emmanuel. Na sisi ibada hii ya mibaraka ya familia itafanyika Jumapili jijini Dar es Salaam, na itakuwa wiki yote inayokuja itakuwa ni wiki ya mibaraka ya familia. Kwa karibu baba, karibu mama, ndugu jamaa na marafiki. May the Lord bless you. Lakini wewe ambaye bado kwa wale ambao wanamheshimu, kwa wale ambao wanamheshimu Mungu, usahau kutoa sadaka yako ya malimbuko mwezi huu wa kwanza. Malimbuko ni kwa ajili ya wale ambao wanamheshimu Mungu. Unapotoa malimbuko, nilifundisha nikasema, unaita roho ya kile unachokifanya iwe mikononi mwa Mungu. Nikitoa malimbuko ya biashara yangu, maana yake roho ya biashara yangu inaenda kukaa kwenye moyo wa Mungu. Kama roho ya kile ninachokifanya ikikaa kwenye mikono ya Mungu, maana yake kile ninachokifanya ili kife inabidi Mungu afe. Ili niharibiwe inabidi Mungu aharibiwe. Lakini namba mbili, malimbuko yanasaidia exemption. Unaweza usielewe. Unakuta kazi inaharibika, lakini huwezi kukaa bila kazi tena. Ukija kuchunguza maisha yako utakuta kugundua your life is more better. Maisha yako yamekuwa bora kuliko yale ya kwanza. Malimbuko sio kwa ajili ya kila mtu.
Malimbuko ni kwa ajili ya wanaomheshimu Mungu peke yake, kwa ajili ya wanaomheshimu Mungu peke yao. Hao ndio wanachukua, wanatoa malimbuko. Malimbuko sio kwa ajili ya kila mtu. Malimbuko ni kwa ajili ya wanaomheshimu Mungu peke yake. That's very important. Mungu akubariki. Lustis anasema naomba uniombee. Okay. Lusti Hakusa Flora Inyasi, Mungu abariki sadaka yako. Yeah. Naona watu wanapiga. Labda ndio hawa. Huyu mmoja anatuma message anasema yeye bado labda tuwasikilize huyu ambaye nimemwona maono yake. Sijui kwa nini Mungu amenionyesha maono ya huyo mtu. Okay. Amen. Wale YouTube wanasema naitwa Richard Kisoma, Oliver JJ, Macrina, Flora na wengine wote, ninawabariki. Lakini pia wiki ya kwanza ya mwezi February tutakuwa tuna prophetic school ambayo itakuwa na shule ya kinabii ambayo itafanyikia kanisani. Itakuwa ni siku 2 za impartation. The fresh fire. The 2 days of impartation. Hii itakuwa ni ya moto. Mungu amesema anataka kuinua ma general of faith. Na katika hii prophetic school nitafundisha how to unlock your ministry, how to unlock your destiny. Na siku hiyo nitarelease kitabu changu cha how to unlock your destiny. Because it's gonna be the amazing, very 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 amazing. Itakuwa kuaje, itafanyikaje, online itakuwaje. Nitaomba kila mmoja tega masikio yako. Jumamosi nitatoa direction ya hii prophetic school inaenda kuwa vipi. Basi acha niombe kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya ndugu jamaa na marafiki wanaotusikia. Ninaweka mikononi mwako sahihi. Biblia inasema hakuna neno gumu linaloshindikana kwa Mungu aliye hai. Baba, ninaomba kila ugumu kwenye maisha yao ukauondoe. Ninaomba Mungu, kuanzia sasa kila aliyeweka mkono wake kifuani kwa imani, maisha magumu yaliyosababishwa na laana za ukoo yakakauke mara moja. Ninatamka baraka ya Mungu ikae juu yao. Ninatamka mafuta ya Roho Mtakatifu yaanze kuwafungua na kuwaponya. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu akubariki sana. Shalom. Bye bye.